Unanisikia? Ila sasa usiwe na nembo ya pepo. Sikiliza sasa. Kwa nini tunaongea mambo hata ya nywele? Amerika kuna nchi inaitwa Jamaica. Jamaica iko katikati. Huko kaskazini ni Marekani, Canada na Argentina, ziko huko kaskazini. Kusini huku ni Brazil na Argentina na mataifa mengine. Hapa katikati vinavyounganisha kuna vinchi, kuna nyingine inaitwa Jamaica. Sasa kuna dhehebu linaitwa Rastafari. Unaosikia Rastafari wapo hapa mpaka na Mwanza. Makao yao makuu ni Jamaica. Mungu wao anaitwa Rastafari. Unanisikia? Wao wanaamini hivi, huyu Rastafari na hii Biblia ni hivi ila ina tofauti kidogo. Kwenye sala ya Baba yetu ulio mbinguni, wao ni Rastafari uliye mbinguni. Unanisikia? Kwa sehemu iliyoandikwa Jehova, wao ni Rastafari. Bwana Mungu wa majeshi asema, Rastafari asema. Mengine Isaya nini yanakwenda tu, hata Matendo ya Mitume yanakwenda. Kama ni Bwana akamtokea Paulo, wao Rastafari akamtokea Paulo. Unanisikia sasa? Wao sikiliza sasa, nembo ya dhehebu. Kila dhehebu lina nembo. Unanisikia? Kila dhehebu lina nembo. Na taifa Tanzania tuna nembo ya kitaifa. Ya Tanzania ni mwanaume na mwanamke. Sawa? Unanisikia sasa? Wao nembo yao ni Rasta kwa mwanaume na mwanamke. Wanaamini hivi, huyu Rastafari ndio atamtuma Yesu. Yesu wanamkiri na malaika wanawakiri. Alafu sasa ndio atawaambia malaika zake wakati wa unyakuo, watakuwa wanaangalia tu mwenye rasta, ndio malaika anachukua rasta anainua na mnyofoa kwenda angani. Mwenye rasta tu ananyofolewa kwenda wapi? Nimesikia sio baba pale ni mchungaji gani? Hana rasta, bahati mbaya kabisa na kwenda kuachwa. Na mwingine huyu Rastafari hapo, kuna wengine hapo. Mmenisikia? Hiyo ni imani halisi hiyo. Imani ya kipepo, mnanisikia? Sasa kwa wazungu TV zimeanza miaka ya 50, kwenye 50 walikuwa na TV. Unasikia? Kenya TV ni kwenye mwaka wa 80, kwenye 80 tena mwanzoni kabisa kati ya 80. Hapa Tanzania Leonard Mengi alifunga channel mwaka 92. Sasa walipokuwa wakijitangaza wao dhehebu lao, kama sisi kuna matangazo, si mnaona TV leo ni nyingi tu, watu wanajitangaza kwamba dhehebu letu ni mtu ana rasta. Watu walipoona wakajua ni fashion mpya. Kumbe wanatangaza nembo ya dhehebu lao. Ndio rasta zikaanza kuenea kama fashion. Ukiweka rasta ya nyuzi, wewe ni wa Rastafari. Hata kama utaenda kwa lugha. Mnanielewa? Mnanielewa? Kusuka kumekatazwa kwenye Biblia. Kwa sababu kwenye bustani ya Eden tulisikia ile jana kwamba shetani alimpa mashaka Adam, alimpa shaka Eva. Asijiona kwamba ameumbwa kwa kufanana na Mungu, lakini ameumbwa kwa mfano wa nani? Wa Mungu. Mnanisikia? Watu wa Mungu, likitokea janga ni hupati ukombozi wote. Neema ipo duniani, haiko mbinguni. Usivae wigi. Unasikia? Usivae nini? Wigi. Unanisikia? Mapambo yamekatazwa mno kwenye Biblia. Unanisikia? Usiloli nywele wala kukarikiti. Usipake piko wala dawa nyeusi. Unanisikia? Usiweke rangi kwenye makucha wala mwingine unakuta mama ameweka makucha ya nyau. Nyau ndio aliumbwa na makucha marefu, sio wewe. Makucha kwanza ni uchafu. Mnanisikia watu wa Mungu? Ngoja niongee kitu kingine, msikasirike tu, tunajifunza. Maana leo elimu sana ya kibiblia ni sio pana sana. Sasa tufanye mkutano uliochangamka nje. Tukahubiri nje, watu wakusanyike wengi kwenye mkutano. Watakaoangushwa na mapepo sana wengi ni watu gani? Wanawake na wanaume. Wamo ila sana ni wanawake. Kwa nini hasa wanawake wao wanaangushwa sana mapepo? Sikiliza sasa. Mnanisikia? Wanawake mara nyingi yale mafuta makali, lotion, perfume kali, tena kama perfume kabisa. Yale manukato makubwa, makali hayo. Wewe chukua asali. Nenda nje na asali kwa uwazi kwa muda. Unanisikia? Ukikaa nje na asali, matokeo yake watakuja wadudu gani? Wanafuata nini? Asali, ile harufu ya asali. Sasa manukato makali ni hivi, mwanadamu huwa na asili ya harufu. Tena usipooga ndio kabisa. Unanisikia? Sasa wazungu ile ngozi yao nyeupe ndio ina harufu kali kuliko sisi.
Una taarifa hiyo? Sasa kwa mapepo ndio yana harufu mbaya sana kwa ajili ya ile laana. Wakati mwingine unaweza ukawa tu sehemu ya wazi ukasikia kama mzoga unanuka. Ukaangalia kuna mzoga kani, kumbe kuna pepo pale. Wakati mwingine unaweza ukakuta manukato makali, lakini humoni mtu, kumbe lipo pepo nimejipaka manukato. Unanisikia? Sasa mapepo kwa sababu yana harufu kali sana, ndio asili yake inatengeneza manukato makali ili kufunika ile harufu. Kama sisi tunavyojipaka mafuta. Usipojipaka mafuta una harufu ya jasho. Sisi tunajua ile. Unanisikia? Sasa yale mafuta, ile harufu kali ndio yanajua ni kitu chao, kama nyuki kwenye asali. Ndio asili ya wanawake wengi kuangushwa na nini? Na mapepo. Kwa hiyo akina mama, mnasikia? Ile sabuni kali sana, achana nayo. Hujasoma kwenye Biblia Korinto ya kwanza sura ya 6 na Korinto ya kwanza sura ya 10 kwamba sio kila kitu kiuzwacho kifaacho ama kinajenga? Hamjaelewa hilo? Na yale perfume makali, achana nayo ili uwe mbali na mapepo. Kuomba kwako, la sivyo utakuwa unakaa unashindana na mapepo mara kwa mara. Amani ya Bwana Yesu iwe pamoja nanyi. Tunakwenda kuomba sasa.